Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mtakatifu, Mungu mkuu, Bwana wa Sabato, wewe uliyetuumba na ukatamuka vikawa na kwa amri yako vikathibitika. Jioni njema tena tumekuja miguuni pako, tuomba rehema na fadhili zako. Naomba utakase midomo yangu ninaposimama kwa ajili ya kuhudumu. Utakase unapofungua fahamu za watoto wako. Wape roho za nyama, fungua masikio yao. Wape roho za nyama unaponena nao kwa sauti ya upole, walio karibu na walio mbali. Tunapoingia kipindi hiki cha kipekee, kipindi cha unabii wa Biblia, unapotuelekeza utupe habari tulikotoka, tunapoelekea, na zaidi utuandae kila moja kwa ujio wako mara ya pili. Sasa nena nasi, anza nasi mpaka tunapomaliza. Tumeomba kwa jina takatifu la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amen. Fungu letu kuu ambalo lilikuwa natuongoza katika masomo yetu ni waraka wa pili wa Petero, sura ya kwanza aya ya 19 hadi 21. Mwalimu soma tunapoteremka pamoja. Waraka wa pili kwa Petero 1:19 mpaka 21. Maandiko yanasemaje? Nasi tunalila neno la unabii lililo mara zaidi, tunafanya vema kulisikiliza, kama taa ing'aayo mahali penye giza, hadi kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi izuke mioyoni mwetu. Kwa hivyo tulishaweka msingi, tukaona kwamba neno la unabii ni neno imara, na unapochukua nafasi kusikiliza unafanya vema. Watoto wanaopiga kelele uende nyumbani. Kwa hivyo maandiko yamesema kwamba neno la unabii ni imara, na unapolisikiliza unafanyaje? Unafanya vema. Linafananishwa taa inayomulika mahali penye giza hadi kupambazuke na nyota ya asubuhi izuke wapi? Mioyoni mwetu. Kisha tukaangalia, je, dunia iko gizani? Kitabu cha Isaya sura ya 60 mstari wa 1 hadi 3 ukatuambia, inuka uangaze, kwa kuwa nuru ya Bwana imeangazwa na utukufu wa Bwana uko juu yako. Alafu mstari wa 2 kasema, tazama giza litaifunika dunia, na giza kuu litazifunika kabila za watu, bali Bwana kuzukia wewe. Kwa hivyo ni muhimu tuelewe dunia iko gizani, na kweli makabila ya watu yameingia katika giza totoro. Tunahitaji nuru ya unabii. Maandiko kasidi kusema, ili neno la unabii litakapotumulikia, nyota ya asubuhi itasuka wapi? Mioyoni mwetu. Tukapata Ufunuo 22 mstari wa 16 ikasema, mimi Yesu nimemtuma malaika katika makanisa, na ni mimi nyota ya kung'aa ya asubuhi. Yeye ndiye shina na ndiye uzao wa Daudi, na ni nyota ya kung'aa ya asubuhi. Ameshatuma malaika kuwa mashahidi kwa makanisa. Kwa hivyo nyota ya kung'aa ya asubuhi ni nani? Yesu Kristo. Yesu anataka kuzuka katika mioyoni mwetu, ambayo inaitwa tumaini la utukufu, kwa mujibu wa Kolosai 1:27. Pia tukaona, je, Mungu anajidhihirisha aje kwetu? Amosi 3:7 ikasema, hakika Bwana atatenda neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri zake. Na anajifunuaje? Hosea 12:10 ikatuambia, Mungu unena na manabii kwa ndoto na maono, na anatumia nini? Mifano. Ndio maana nawakaribisha katika somo letu, naambiwa karibu. Ukweli ni kwamba wapendwa, mwisho wa dunia umefanya nini? Umekaribia. Na unapokaribia, mada yetu ya leo inasema ndoto zalingana. Unapoangalia picha ya kwanza, ndio ile ndugu yetu alitufundisha mchana katika Danieli 2, mfalme Nebukadneza. Na ndoto hiyo ya pili, hiyo picha ya pili, tunaona Danieli ambaye tunaenda kumwangalia. Kwa hivyo maandiko inatukumbusha hivi katika Isaya 34:16, tafuteni katika kitabu cha Bwana mfanya nini? Mukasome. Ili tuweze kuelewa, lazima tutafute. Tutafute wapi? Tutafute katika kitabu cha Bwana. Tufanye nini? Tusome. Ndio maana tunaenda kusoma maandiko vile huyo jamaa ameketi mezani anachambua maandiko.
Kumbuka mchana ndugu yetu alishatupea picha kamili ya Danieli 2, ndoto ya mfalme Nebukadneza, Mungu akitoa habari za maisha kutoka mwanzo mpaka mwisho. Tukaangalia kwamba kichwa cha dhahabu ni serikali ya Babeli, kifua na mikono ya fedha wa Medi na Wajemi, tumbo na viuno vya shaba ni Uyunani, miguu ya chuma ni Urumi, na vidole nusu chuma nusu udongo ni Ulaya iliyogawanyika. Tulishasoma hiyo mchana, tukaona historia ya dunia vile Mungu alipeana mapema sana, hivyo tukapewa hakikisho kwamba maisha yetu ya kesho yako salama tukijiweka mikononi mwa nani? Mwa Mungu, kwa maana Mungu anajua mwisho tangu mwanzo. Lakini somo letu sasa linatoka katika Danieli 7. Tuombe. Mungu, nena nasi tunapoendelea na somo hili la kipekee katika kipindi cha unabii wa Biblia. Soma, utuongoze, fungua fahamu zetu, utakase midomo ya wanenaji wote unaponena na watoto wako karibu na mbali, katika jina safi la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Tunaingia Danieli sura ya 7. Mwalimu wangu, anza kuteremka pamoja nani. Maandiko yanasemaje? Katika mwaka wa kwanza wa Belshaza, mfalme wa Babeli, naam, Danieli aliona ndoto na maono ya kichwa chake kitandani mwake. Danieli ndio hiyo katika mwaka wa kwanza Belshaza. Belshaza ni mjukuu wa Nebukadneza yule tulisoma Danieli 2. Alipoingia serikali mwaka wake wa kwanza, ndipo Danieli mfalme Danieli nabii akapewa nini? Ndoto. Kumbuka Danieli sura ya 2, aliyeota ndoto ni mfalme Nebukadneza, lakini katika Danieli 7 anayeonyeshwa ndoto sasa ni nani? Ni Danieli mwenyewe. Haya, tuendelee. Basi akaiandika ndoto, akatoa habari ya jumla ya maneno hayo. Danieli ndio hiyo akaonyeshwa, na ndio hiyo anaandika yale ambayo ameonyeshwa na Mungu. Sasa ni nini alionyeshwa? Mwalimu, Biblia yako ulichukua wapi? Haya, soma basi. Danieli akasema, Danieli akanena akisema, naliona katika maono yangu wakati wa usiku, na tazama, hiyo pepo nne za mbinguni zilivuma kwa nguvu juu ya bahari kubwa. Kwa hivyo aliona nini? Pepo nne za mbinguni zikavuma juu ya bahari kubwa. Alafu nini katendeka? Ndipo wanyama wakubwa 4 wakatoka baharini, wote wa namna mbalimbali. Endelea. Kwa hivyo ameona, nataka ufungue Biblia mwalimu, ndio tusaidiane, kwa maana nitakuwa na kupiga chenga mahali kwingine. Kwa hivyo Danieli ameonyesha ndoto akiwa kitandani mwake wakati wa usiku, na anapoonyesha hiyo ndoto akaona pepo 4 za mbinguni zikavuma juu ya bahari kubwa, na ilipovuma akaona wanyama wakubwa 4 wakitoka baharini wa namna mbali. Kumbuka, wa kwanza alikuwa kama simba. Mnyama wa kwanza alikuwaje? Kama simba. Alikuwa kama simba. Sijui kama mnaona simba. Mnaona simba hapo mbele? Mnaona anafanana simba? Haya, tuendelee mwalimu. Naye alikuwa na mabawa ya tai. Ndio hiyo simba mwenye mabawa ya nini? Mnaona lakini mna macho? Haya, simba mwenye mabawa ya nini? Ya tai. Haya, nikatazama hata mabawa yake yakafutuka manyoya, akainuliwa katika nchi, akasimamishwa juu kwa miguu miwili kama mwanadamu. Yaani akaona kwanza mnyama kama nani? Simba. Na huyu simba si wa kawaida, ana nini? Mabawa mawili kama ya tai. Akitazama, kisha manyoya yake yakafutuka. Yalipofutuka akainuliwa, akasimama kwa miguu miwili kama mwanadamu. Haleluya! Huyo ni nani anaona hiyo ndoto? Danieli mwenyewe. Mwalimu, tuendelea kusoma. Naye akapewa moyo wa kibinadamu. Na tazama, mnyama mwingine wa pili kama dubu. Alipokuwa akitazama simba, ghafla tena mnyama mwingine akatokea wa pili. Naye aliinuliwa upande mmoja. Angalia, upande mmoja umeinuliwa juu, na mifupa 3 ya mbavu ilikuwamo kinywani mwake. Na ana mifupa 3 katika kinywa chake. Katika meno yake. Wakamwambia mnyama huyu hivi. Akaambiwaje? Inuka ule nyama tele. Upande mmoja umeinuliwa, ana mbavu 3 kinywani mwake, akaambiwa inuka ule nyama
tele. Tuendelee mwalimu. Kisha nikatazama na kumbe akiendelea kutazama kumbe mnyama mwingine kama chui. Tena akaona mnyama mwingine wa tatu kama chui. Naye juu ya mgongo wake ana nini? Mabawa manne. Kama ya nini? Kama ya ndege. 1, 2, 3, 4. Mabawa manne kama ya ndege. Tuendelee mwalimu. Mnyama huyo alikuwa na vichwa 4. 1, 2, 3, 4. Tuendelee. Akapewa mamlaka. Baadaye nikaona katika njozi ya usiku. Baadaye akaona katika njozi ya usiku. Na tazama mnyama wa 4. Mwenye kutisha. Mwenye nguvu. Mwenye uwezo mwingi. Na ana uwezo mwingi. Naye alikuwa na meno ya chuma. Makubwa sana. Na ni makubwa sana. Alikula na kuvunja vipande. Akavunja vipande. Na kukanyaga mabaki kwa miguu yake. Mabaki yaliyopaki akakanyaga kwa miguu yake. Alikuwa na meno ya chuma, anakula. Mabaki akakanyaga kwa miguu yake. Na umbo lake lilikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza. Waliotangulia. Naye alikuwa na pembe 10. Alikuwa na pembe ngapi? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuendelee mwalimu. Nikaziangalia sana pembe zake. Akaangalia sana hizi pembe. Na tazama pembe nyingine ikazuka kati yao. Akaona pembe nyingine ikizuka kati yao. Nayo ilikuwa ndogo. Ambayo mbele yake pembe 3 katika zile za kwanza zikang'olewa. Ilipoinuka ikang'oa ngapi? 3. Swali, zilikuwa ngapi kwanza? 10. Ikang'oa ngapi? 3. Ilipong'oa 3 zikabaki ngapi? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hii ndoo iliyoinuka ikang'oa 3 inaonekana aje? Soma mwalimu. Katika pembe hiyo mlikuwa na macho kama macho ya mwanadamu. Hii pembe ilikuwa na macho kama macho ya nani? Mwanadamu. Ndio haya mawili. Na kinywa kilichokuwa kikinena maneno. Na ilikuwa na kinywa, na hicho kinywa kilikuwa kinena maneno makuu. Haleluya. Tuendelee mwalimu, chamaliza. Kwa hivyo imeng'oa 1, ikang'oa 2, ikang'oa 3. Na hii pembe iliyong'oa ina macho kama ya mwanadamu na kinywa kilichokuwa kikinena maneno makuu. Haya. Nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa. Na mmoja aliye mzee wa siku ameketi. Huyo ni Mungu Baba. Mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji. Asante. Sasa katika Danieli 7 kuna mtu anaota ndoto. Nani aliota ndoto? Ni nani aliota ndoto? Danieli. Vizuri sana. We kesho nitakupatia zawadi. Nitakuwa natembea na zawadi. Nitakupa zawadi. Nani aliota ndoto? Danieli mwenyewe. Na katika hii ndoto, kitu ya kwanza kabisa Danieli aliota ni nini? Unapoendelea kunitafutia jibu, naomba niulize tena mwalimu wangu. Naam. Mungu anapowasiliana na watumishi wake manabii, anatumia nini tuliona? Anatumia ndoto pamoja na mifano. Na maono, na anatumia mifano. Kwa hivyo hii ni nini? Mifano. Haleluya. Na Mungu anapoleta ndoto kwa watumishi wake ana maana gani? Ayubu 33 kwa haraka. Ayubu 33 mstari wa 14 hadi 18. Mungu anapoleta ndoto ana kusudi gani? Biblia inasema. Nasemaje? Ayubu 33 mstari wa 14 hadi 18. Kwa kuwa Mungu hunena mara moja. Naam, hata mara ya pili. Ajapokuwa mtu hajali. Hata kama mtu hajali. Katika ndoto. Katika maono ya usiku. Usingizi mzito uwajiliapo watu. Katika usingizi mzito. Ndipo huyafunua masikio ya watu. Anafunua masikio ya watu. Na kuyatia muhuri
muhuri mafundisho yao. Anatia muhuri nini? Mafundisho yao. Ili amuondoe mtu katika makusudio yake. Alafu na kumfichia mtu kiburi. Alafu yeye huizuia nafsi yake kutoka isiende shimoni. Na uhai wake usiangamie kwa upanga. Asante. Na Mungu anapowasiliana na watumishi wake manabii kuwapa habari, anawaambia wafanye nini? Isaya 30 mstari wa 8. Isaya 30 mstari wa 8. Wakati wowote Mungu ananena na watumishi wake manabii katika maono na katika ndoto, pia anawapea amri. Amri inasema aje? Inasema kwamba 30 mstari wa 8. Haya. Enenda sasa. Fanya nini? Enenda sasa. Alafu andika neno hili katika kibao mbele ya macho yao. Andika neno hili katika kibao mbele ya macho yao. Lichore katika kitabu ili. Yani lichore, unaona vile hizi picha zimechorwa. Lichore mbele ya macho yao ili liwe kwa ajili ya majira yatakayokuja. Kwa ushuhuda hata milele. Haleluya. Mbona maneno haya yakaandikwa yawe kwa ajili ya nini? Ushuhuda. Na tena kwa nini? Habakuki sura ya 2 mstari wa 2 na 3. Mungu anapopeana habari zake aliambia watumishi wake andika chini. Hata sisi habari inapokuja kwetu andika chini. Sikiliza, kuwa na kalamu na kitabu, fanya nini? Andika kwa ajili ya ushuhuda. Asoma. Bwana akanijibu akasema nini? Iandike njozi ukaifanye. Andika chini njozi ukaifanye iwe wazi sana katika vibao. Ili aisomaye atakayeisoma apate kuelewa kama maji. Haleluya. Amina. Sasa tuingie kwa ndoto yenyewe ambaye Nebukadneza alishaona, sasa ni Danieli ameonyeshwa. Je, katika ndoto hii Danieli aliona nini ya kwanza katika ndoto yake? Maandiko imesema aliona pepo 4 za mbinguni. Sasa katika unabii pepo zinasimamia nini? Yeremia 49 mstari wa 30 na umefungua Yeremia 49. Naam. Mstari wa 36. Na Biblia inasema, soma. Na juu ya Elamu nitazileta pepo 4. Nitaleta pepo 4 toka pembe 4 za mbinguni. Haya, juu ya Elamu nitaleta pepo 4 kutoka Elamu. Nami nitawatawanya hata pepo 4 zote. Asante. Mungu katika Yeremia ametumia lugha ile ile ya kitabu cha Danieli. Haleluya. Mungu amesema nitaleta pepo 4 na nitawatawanya watu. Pepo katika unabii zinasimamia nini? Vita, machafuko. Ndio Mungu amesema nitaleta pepo 4 kutoka pande 4 za mbinguni. Yaani kusikia pande 4 za mbinguni, kaskazini, kusini, mashariki, magharibi. Nikileta hizo pepo nitatawanya watu. Tuende Danieli 11:40. Ushahidi mwingine kwamba pepo katika unabii ni vita. Soma. Biblia inasema 11:40 kitabu cha Danieli. Wakati wa mwisho mfalme wa kusini atashindana naye. Na mfalme wa kaskazini atamshambulia kama upepo wa kisulisuli, pamoja na magari ya vita na wapanda farasi na merikebu nyingi. Naye ataingia katika nchi hizo na kufurika na kupita katikati. Asante. Maandiko yamesema kuna wakati mfalme wa kaskazini alikuwa anapigana mfalme wa kusini. So mfalme wa kusini alipopigana wa kaskazini alikuja akamshambulia kama nini? Kama upepo wa kisulisuli akiwa na nini? Magari ya vita na farasi. Pepo katika unabii inasimamia nini? Vita, machafuko, ghasia. Alafu zinatawanya watu. Turudi tena katika ndoto hii ya Danieli samahani. Alipoona pepo 4 ambazo tumepata ni vita, zilivuma juu ya bahari kubwa. Bahari ni nini katika unabii? Kitabu ni Isaya mstari wa
sura ya 17 mstari wa 12 na 13. Na Biblia inasema, uvumi wa watu wengi. Uvumi wa watu wengi. Wanavuma kama uvumi wa bahari. Wanavuma kama uvumi wa bahari. Ngurumo ya mataifa. Ngurumo ya mataifa. Wananguruma kama ngurumo ya maji mengi. Asante. Kumbe bahari na maji mengi katika unabii inasimamia umati wa watu wengi. Ufunuo 17:15 ushahidi mwingine. Ndio tusonge mbele. Kwa hivyo katika Biblia unabii, bahari ni watu wengi, umati wa watu. Soma Ufunuo 17:15. Na Biblia inasema, kisha akaniambia, yale maji uliyoyaona hapo aketipo yule kahaba ni jamaa na makutano na mataifa na lugha. Amina. Kwa hivyo ni wazi katika maandiko, pepo ni vita, machafuko ghasia. Bahari, maji mengi ni nini? Watu, makutano, mataifa na jamaa. Maandiko ikasema upepo ule ulipofuma juu ya bahari kubwa, nini katokea? Wanyama wakubwa 4 ambao tunawaona mbele yetu: simba mwenye mabawa ya tai, dubu mwenye mbavu 3 kinywani mwake, chui mwenye vichwa 4, na mnyama wa kutisha mwenye meno ya chuma na pembe 10. Swali, na je, wanyama hawa wanasimamia nini? Danieli 7 mstari wa 17. Danieli 7 mstari wa 17. Danieli 7 mstari wa 17. Wanyama hao wakubwa walio 4 ni wafalme 4 watakaotokea duniani. Wanyama wakubwa walio wangapi? 4. Ni wafalme wangapi? 4 watakaotokea wapi? Duniani. Haleluya. Kumbe wanyama si wanyama tu wa kawaida. Ni nini? Maandiko lisema Mungu ananena na manabii kutumia nini? Mifano. Na hii ni mifano ambayo inawakilisha nini? Falme ama wafalme. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haya. Sasa mstari wa 23 pia utuambie. Soma tena. Inasema kwamba akanena hivi, huyo mnyama wa 4 atakuwa wa 4 juu ya dunia. Itakuwa ni mfalme wa 4 utakaotukia wapi? 4 utakaotukia juu ya dunia. Kwa hivyo ni wazi katika maandiko tumepata ushahidi mara 2 kwamba wanyama katika unabii si wanyama. Haleluya. Ni mifano inayowakilisha nini? Falme. Haleluya. Amen. Kwa hivyo ukiona mnyama katika unabii, unyama si mnyama. Kwa hivyo huyu simba hakuna mahali anapatikana. Ukienda Masai Mara, ukienda Tsavo, ukienda Nairobi, hakuna hiyo mnyama. Haleluya. Hakuna mahali utasafiri duniani umpate, bali hii ni mfano unaotumika katika Biblia ukisimamia nini? Ufalme. Haleluya. Amen. Haleluya. Lakini pia tuliona nini? Tuliona mbawa. Si ni kweli? Pia tukaona nini? Pembe. Pembe ni nini? Nasimamia Danieli 7:24. Tunaenda hatua kwa hatua. Na habari za zile pembe 10. Katika ufalme huo wataondoka wafalme 10. Haleluya. Amen. Kumbe pembe pia inasimamia nini? Falme. Pembe inasimamia nini? Falme. Na mbawa zinasimamia nini? Ni wepesi wa kutawala. Speed of conquest. Amina. Amen. Kwa hivyo umbali huu tumeona hii ndoto ya Danieli kwamba aliona pepo 4. Tumeona pepo 4 ni nini? Vita ambavyo vingetereka dunia yote. Alafu tumeona bahari ni watu, makutano, jamaa na lugha. Haleluya. Kisha wanyama wakubwa 4 wametokea. Wanyama ni nini? Falme. Haleluya. Amen. Sasa swali linakuja, kama hawa ni wafalme, je, hawa ni wafalme gani? Ama hizi ni falme gani? Na mbona sinafananisha na hawa wanyama? Si hilo ndio swali linafuata. Tuende mnyama wa kwanza. Tunaenda na wakati. Kitabu ni Danieli 4. Danieli 7 tumeshaangalia. Sasa tuangalie Yeremia 4 mstari wa 7. Je,
huyu simba mwenye mabawa ya tai anasimamia serikali gani? Simba ametoka katika kichaka chake. Simba ametoka katika kichaka chake. Ndiye aangamizaye mataifa. Ndiye anaangamiza mataifa. Ameanza kushika njia. Asante. Kwa hivyo tumeona simba akitoka katika kichaka chake. Tuende Yeremia 50:43-4. Je, huyu simba ni serikali gani? 50:40. Mstari wa 43 na 44. Inasoma hivi. Inasemaje? Mfalme wa Babeli amesikia habari zao. Mfalme wa Babeli amesikia habari zao. Na mikono yake imekuwa dhaifu. Na mikono yake imekuwa dhaifu. Dhiki imemshika. Dhiki imemshika. Na maumivu. Na maumivu kama ya mwanamke katika utungu wake. Angalia. Angalia. Atapanda kama simba toka kiburi cha Yordani. Atapanda kama nani? Simba. Atapanda kama nani? Simba. Haleluya. Amen. Kwa hivyo mnyama wa kwanza ambaye anafananishwa na simba amesimamia serikali gani? Tunaona Babeli. Haleluya. Maandiko yamesema mfalme wa Babeli amesikia habari za maadui wanakuja kama nani? Kama simba. Haleluya. Ameinuka. Mbona Babeli inafananishwa simba? Kitabu cha Habakuki. Kitabu cha Habakuki sura ya kwanza. Kitabu cha Habakuki sura ya kwanza mstari wa 6 tukiteremka. Nasema hivi: kwa maana angalieni, na waondokesha Wakaldayo, taifa lile kali, lenye haraka kupita kiasi, wapitao katikati ya dunia, wanaopita katikati ya dunia, ili wayamiliki makao yasiyo yao. Wakalidayo ndio Babeli. Watu waliokuwa wanatawala serikali ya Babeli walikuwa wanaitwa nani? Wakalidayo. So tunapozungumzia Wakalidayo tunazungumzia Wababeli bado. Haleluya. Mungu anasema na waondokesha Wakalidayo, taifa lililo kali. Wacha niulize swali. Najua mnapenda watoto. Mtoto gani yako grade 5, 6? Mimi. Mtoto gani yako grade 5, 6? Simama. Na nitakupa zawadi ya kusimama. Wewe mzuri. Umewahi andika insha? Umeandika insha? Si ndio? Aya, siku hizi hawaandiki. Haya, nani yule aliandika insha? Aya, okay basi, wacha nikuulize, simama tu bado. Hata kama hujaandika simama. Mtoto simama. Ukiandika sentence, uambie mwalimu baba yangu ni simba. Unamaanisha nini? Unamaanisha nini? Unamaanisha ni mkali. Haleluya. Wapigie makofi watoto wazuri wanaelewa. Haleluya. Ndivyo ilivyo. Na Biblia inapotumika simba kusimamia Babeli ni kwa sababu ya nini? Ukali wake. Haleluya. Ndio maana Mungu anasema naondokesha Wakalidayo. Tuendelee mwalimu. Naondokesha Wakalidayo. Hao ni watu wa kutisha sana. Taifa lililo kali kama simba ni watu wa kutisha sana. Wa kuogofya sana. Wa kuogofya sana. Endelea mwalimu. Hukumu yao na ukuu wao hutoka katika nafsi zao wenyewe. Farasi zao ni wepesi kuliko chui. Ni wakali kuliko mbwa mwitu wa jioni. Farasi wao hupita naam. Wapanda farasi wao wanatoka mbali sana. Huruka kama tai afanyaye haraka hale. Waja wote ili kufanya udhalimu. Nyuso zao zimeelekezwa kwa bidii yao kama upepo wa mashariki. Nao hukusanya mateka kama mchanga. Umemaliza mstari wa ngapi? Wa 9 huo. Endelea mpaka 11. Naam. Huwadhihaki wafalme. Na wakuu ni kitu cha kudharauliwa kwake. Huidharau kila ngome. Asante. Maandiko yamesema mafarasi wao huruka kama nani? Tai. Haleluya. Tai wana nini? Mbawa. Na mbawa inasaidia uharaka, wepesi wa kukimbia. Kwa hivyo ni kuonyesha kwamba taifa la Babeli walipotawala, walitawala kwa haraka. Ndio maana mabawa ya nini? Ya tai. Walitawala kwa haraka. Kwa hivyo ndio maana wakati hao wanakeolojia walikokuwa wanafanya research sehemu ya Iraq na kwingine, walipata kweli vile Babeli ndivyo ilivyo. Walikuwa wamechora
simba, kwenye kuta zao simba wenye mabawa. Na hivi ndivyo Babeli ilivyokuwa. Hapa juu farasi walikuwa wanakimbia 7. Yaani walikuwa na ukuta mkubwa na mrefu kwenda juu. Ilikuwa imeundwa inarembeka sana. Sikia vile maandiko inasema, Isaya 13:19. Babeli ilikuwa ya urembo, imejengwa, imepambwa, ilikuwa kiburi cha dunia. Yaani watu walikuwa wanajivunia. Soma haraka. 19 nasema. Nasemaje? Na Babeli, huo utukufu wa falme, uzuri wa kiburi cha Wakaldayo, utakuwa kama Sodoma na Gomora. Ijapokuwa ilikuwa na urembo, maandiko nasema aje? Itaondolewa, itaharibiwa, iwe kama Sodoma na Gomora. Swali, ni nini ilifanya Babeli kaondolewa na ni wakati gani? Tuende Danieli sura ya 5. Babeli ilikuwa ya kiburi, imejengwa, imepambwa, ya dhahabu. Yaani dunia ilikuwa inatetemeka wakati mfalme Babeli akitamuka. Lakini baadaye kilichowapata ni kipi? Soma. Mstari wa? Anza kusoma. Belshaza, mfalme wa Babeli, aliwafanyia wakuu wake karamu kubwa, akanywa divai mbele ya 1000 hao. Hapo ndio hatari sasa. Alifanya karamu, lakini katika karamu alileta nini? Divai. Aleta pombe wakanywa. Endelea. Belshaza alipokuwa akionja ile divai, akaamuru wavilete vile vyombo vya dhahabu na fedha, ambavyo baba yake Nebukadreza alivitoa katika hekalu lililokuwa kwa Yerusalemu, ili kwamba mfalme na wakuu wake wakafanya na wake zake na masuria wake wafanya nini? Wapate kuvinywea. Ngoja hapo. Hii ni hatari sasa. Mfalme amelewa. Alipolewa network kimeenda, unajua sasa. Ilipoenda akasahau heshima ya Mungu. Unajua babu yake Nebukadneza aliheshimu Mungu. Hata kama alichukua vitu vyombo kutoka Babeli, kutoka Yuda, akuvitumia kwa ulevi na madharau. Aliweka mahali fulani akaviweka. Lakini kijana huyu mjukuu alipoingia, alipolewa na mamlaka na pombe, akaingiwa na kiburi. Akasema vile vitu vililetwa hapa, leta hapa tusherekee kwa kunywa pombe. Kiburi. Pombe inaondoa fahamu. Alisahau huyu ni nani anayefanya mzaa naye. Alisahau akavitisha, kwa maana fahamu zimefanya nini? Zimeenda. Hosea 4:11 inasema ulevi na uzinifu zinaondoa fahamu. Mfalme amelewa, fahamu zimeenda, akaanza kuitisha vyombo vitakatifu vya Mungu kwa ajili ya ulevi. Hosea 4:11 inasemaje? Usinzi na divai inaondoa, na divai mpya huondoa fahamu za wanadamu. Ni kweli. Mfalme amelewa, ameondoa nini? Alipoondoa fahamu, akaitisha vile vyombo. Madhara ya ulevi. Kitabu cha Methali 20:1. Hiyo ndio hatari ya ulevi. Unapolewa unaondoa fahamu. Ndio maana Mungu anatuitisha kwamba tuje. Ndio maana mwalimu wetu ambaye ni mnenaji mkuu alisema tunahitaji vazi la Kristo. Tutoke katika utumwa huu wa dhambi. Sikia Mungu anavyosema. Mvinyo hudhihaki, kileo huleta ugomvi, na akosaye kwa vitu hivyo hana hekima. Sikiliza kwa makini. Haijasema mlevi hajaenda shule. Yeyote anaingia katika mvinyo na ulevi, hata kama amesoma kiwango gani, yeye amekosa nini? Hekima. Amekosa hekima. Ni mimi nimesema ama Biblia imesema? Ni Biblia. Unapoingia katika ulevi, haijalishi umesoma kiwango gani, inaondoa nini? Hekima. Unatoka, hekima inatoka, ufahamu unatoka. Madhara ya ulevi ni gani? 23:29. Methali. Na Biblia inasema ni nani apigaye yowe? Ni nani anayepiga yowe? Ni nani aliaye ole? Ni nani anayelia hole? Ni nani mwenye ugomvi? Ni nani mwenye ugomvi? Ni nani mwenye mguno? Ni nani mwenye mguno? Ni nani aliye na jeraha zisizo za sababu? Ni nani aliye na majeraha yasiyokuwa na sababu? Ana macho mekundu, ana majeraha. Ni nani ana macho mekundu? Wana majeraha yasiyokuwa na sababu.
waangalia kwenye wewe, anda kesho utembee kwenye stage. Huu ni utumwa shetani ametuweka. Ndio maana Yesu anatualika atukomboe. Haleluya. Wana majeraha kila mahali yasiyokuwa na sababu. Macho yamekaa mekundu, wana mguno, wanapenda ugomvi, wanapenda matusi. Endelea kusoma. Ni wale wakao sana kwenye mvinyo, waendao kutafuta divai iliyochanganyika. Usitazame mvinyo iwapo ni nyekundu, litiapo bilauri rangi yake. Mungu anakuambia usitazame. Usitazame. Mungu anasema usitazame. Ishukapo taratibu. Mwisho wake huuma kama nyoka. Inauma kama nyoka. Uchoma kama fira. Alafu macho yako yataona mambo mageni. Utaanza kuona vimulimuli. Yaani una macho mazuri, lakini kwa sababu ya hiki ulichotumia pombe, inaondoa uwezo wa kuona. Inaondoa uwezo wa kupambanua. Na moyo wako utatoa yaliyopotoka. Utaanza kutusi, utaanza kujibiana, utaelewa huyu ni mtoto, huyu ni anti, huyu ni anko, utafanya mambo yasiyo na heshima. Ndivyo maandiko inasema. Maliza mwalimu. Naam. Utasema utakuwa kama alalaye katikati ya bahari, au kama yeye asinziaye juu ya mlingoti. Utasema wamenichapa wala sikuumia. Wamenichapa wala sikuumia. Wamenipiga wala sina habari. Wamenipiga wala sina habari. Nitaamka lini? Lock. Sikia lock. Mnasikianga watu wanasema loko. Naenda kutoa lock, ndio hiyo. Nitaamka lini? Nitazidi kuitafuta tena. Hata Biblia inajua hiyo shida iko tuko nayo. Ndio maana Yesu anatuita. Haleluya. Maandiko nasema utapiwa hauna habari. Mbona pombe, wale watoto wale tulisomanga sayansi ya kitambo, madhara ya pombe ni gani? Inaua seli za akili. Si ni kweli? Na zinaondoa ile uwezo wa kuhisi. Unakaa kama umeganda. Hata ukipigwa hausikii, lakini unaumia kindani. Unakaa kama mtu amegaa wakati damu haitembei. Ndivyo maana maandiko yamesema walinipiga sina habari. Walinichapa sikusikia. Unaamuka asubuhi na tena unauliza niliachia wapi? Unaamukia hapo. Na watu wanajua kuamuka bwana. Isaya sura ya 5. Mstari wa 12-13. Maandiko inasemaje? Wanajua kuamuka. Yaani sio kupenda. Huu ni mtego wa shetani. Huu ni utumwa. Ndio maana tunaukemea kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Tutoke huko, Yesu atuokoe. Soma kwa haraka. Na kinubi 11-12. Samahani. 11. Ole wao waamkao asubuhi na mapema. Ole wao waamkao asubuhi na mapema, wapate kufuata kileo. Wanaamuka asubuhi sana, lakini hawaendi shambani. Sio kufyeka, sio kwenda kutafutia ng'ombe chakula, sio kutafuta kibarua kwa ajili kusaidia familia. Wanaamuka kutafuta kileo. Wakishinda sana hata usiku wa manane. Na wanakaa hapo mpaka usiku wa manane. Mpaka mvinyo imewaka kama moto ndani yao. Awali, kwa sababu awali. Sasa maini nachomeka, utumbo unaumia. Hata usiku wa manane. Mpaka usiku wa manane. Mpaka mvinyo imewaka kama moto ndani yao. Mpaka mvinyo imewaka ndani yao kama nini? Moto. Endelea. 12. Na kinubi na zeze. Omusikineli yokabona abuturi kobora na bamalika batawe. Omusikineli yokaturi okaraki. Mahali ulevi huko ndio hiyo kinubi na zeze. Sasa network inaenda. Huo ni utumwa wapendwa. Ni utumwa, maandiko inajua. Na matari. Na filimbi. Na mvinyo. Zote ziko katika karamu zao. Lakini hawaiangalii wala kuitafakari kazi ya Bwana. Unapokuwa katika ulevi unafikiria Mungu? Hapana. Ndio maana hata shetani mara nyingi anataka hali kama hao, watu wanakufa katika hali kama hiyo. Ama katika usafiri wakiwa walevi, kwa maana anajua watakufa katika dhambi. Au watafakari mambo ya nani? Ya Mungu. Mungu anasema nini sasa? Mungu anasema nini? Waefeso 23-29. Methali ndio tumalizie Waefeso. Mungu anasema aje kuhusu mambo haya? Methali 23-29. 23-20. Na Biblia inasema
usiwe miongoni mwao wanywao mvinyo. Mungu anakuambia wewe na mimi tusiwe miongoni mwao wanaofanya nini? Wanaokunywa mvinyo ama wanaolewa pombe. Miongoni mwao walao nyama kwa pupa. Wanaokula nyama kwa pupa. Kumbe walevi na walafi ni hatari. Kwa maana mlevi na mlafi huingia umaskini. Kwa hivyo tuwasaidie. Sie tunajihusisha na wewe kunywa, wasaidie watoka katika hiyo mitego. Amen. Kwa maana ulevi na ulafi unaleta nini? Umaskini. Ndivyo ilivyo. Kwa hivyo watu wa Mungu tuko katika hatari na mambo haya yanatendeka duniani. Siku hizi mpaka watoto wa shule wameingia. Wanaingia ulevi, wanakunywa, wanaingia ngono na madawa ya kulevya. Ni wale walipatikana juzi. Zaidi ya 550. Angalia watoto wadogo saa hii kwa mfano wako likizo. Linda watoto wenu wazazi. Haya ndio mambo wanafanya. Angalia. Ni watoto wadogo hawa tu, kiwango hiki tu. Grade 5, grade 6, grade 7. Junior secondary. Angalia baka nini wamebeba. Angalia ni watoto. Haya mama nazungumzia sio ndoto na sio Marekani, hapa Kenya. Watoto walipatwa katika pombe. Na nini wamebeba? Hii ni nini? Si mnaona? Hii ni condom. Hii mnaona? Mna macho. Unajua mnaona kwa TV vitu vibaya kuliko hivi tunafundisha hapa. Kwa hivyo wacha kuficha watoto, wafundishe, waonye hatari. Haleluya. Ni watoto wadogo na ni wanafunzi. Mmeona? Siwaambii story, hii si movie. Hii ni movie nawaonyesha. Wazazi, hii ni movie. Si ni hakika. Haya ndio yanatendeka. Angalia vitu wamebeba. Watoto wakilewa wanajua vitu wanafanya. Wanaweza tumika na yeyote. Mtoto anapata ugonjwa, ujue alipata lini. Ana mimba, ajue alitoa wapi. Kwa sababu ya nini? Wanaingia parties. Wanakula wajui kulicho, wanakunywa, wanapata pombe imechanganywa na masoda. Na wanamalizia wapi? Tuko hatari wapendo. Yesu anakuja, tuko hatarini. Ndio maana ujumbe huu unakuja kwetu kutuonya na kututoa katika giza kama hili. Tuchunge sana. As well as alcohol, what this group of children aged between 12 and 16 imagine 12 and 16 kuanzia grade 5 paka form 1 and 2. Kwa hivyo tunapozungumzia mambo haya atuwote tunawaambia mambo yanayotendeka. Hii ndio tabia ya Babeli. Mungu anasemaje? Waefeso 5:18. Na Biblia inasema hivi. Waefeso 5:18. Tena msilewe kwa mvinyo. Mungu anasema tusilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi. Kumbe katika ukulewa kuna ufisadi. Bali mjazwe na Roho. Mungu anataka tujazwe na nini? Roho. Mungu anataka tujazwe na nini? Roho. Sasa Babeli ikaondolewa kwa sababu ya nini? Ulevi na ibada ya sanamu. Danieli 5:4 na 5. Danieli, maandiko nasema Babeli walikuwa na kiburi, wamejengeka, lakini kwa sababu ya ulevi na kiburi na ibada ya sanamu wakaondolewa. Wakanywa divai, wakaisifu miungu ya dhahabu, na ya fedha, na ya shaba, na ya chuma, miti na mawe. Imagine unapolewa hata uelewi. Imagine mfalme mwenye anaongoza watu, lakini kwa sababu ya ulevi alifanya nini? Akaanza ibada ya miti, mawe, chuma, anaabudu chochote. Ulevi inaondoa fahamu, itakuingiza katika nini? Ibada ya sanamu, na utamwacha Mungu wa kweli. Na nini amri gani nakataa ibada ya sanamu? Amri ya pili. Haleluya. Amen. Kwa hivyo hiyo ibada ya sanamu Mungu akaondoa Babeli. Tuende Danieli 5:25. Na Biblia inasema Babeli naondolewa. Na maandiko yaliyoandikwa ni haya. Babeli kwa sababu hiyo kiburi wanaondolewa. Maandiko yaliyoandikwa ni haya. Mene, tekeli na peresi. Alafu na tafsiri ya maneno haya ndio hii. Mungu ameuhesabu ufalme wako na kuukomesha. Peresi, tekeli umepimwa katika mizani na umepatikana, nawe umeonekana kuwa umepunguka. Peresi, ufalme wako umegawanyika na wamepewa Wamedi na Waajemi. Haleluya. Kumbe Babeli imeanguka. Ni serikali gani imeingia sasa? Wamedi na Waajemi. Enda mstari wa 30 na 31.
usiku huo. Yaani Danieli alipotafsiri ile ndoto kwa mfalme vile ilikuwa, haikuisha siku, usiku huo Belshaza akafanya nini? Mfalme wa Wakaldayo akauawa. Alafu alipouawa, na Dario Mumedi akaupokea ufalme, naye umri wake ulikuwa wa miaka 60. Hivi ndivyo walivyoingia serikalini. Kwa maana walipoingia katika starehe na kukunywa na kujivinjari, wakaacha lango likawa wazi. Walipoliacha wazi, hawa wakaingia. Ndivyo jeshi liliingia, Wamedi na Waajemi wakaingia ndani, wakapenya huko chini, wakadaivati maji, wakaingilia chini, pia wakapata lango limefunguliwa, wakaingia kwa kishindo na kuangusha Babeli. Na ndivyo hivyo wakati hiyo ilikuwa imetabiriwa kwa Isaya vile wangeingia. Inaeleza yote, utaenda kujisomea kwa sababu ya wakati. Wakaingia. Kwa hivyo Babeli ikaondolewa, serikali wa Wamedi na Waajemi wakafanya nini? Wakaingia. Wamedi na Waajemi ndio Iraq na Iran. Walipoingia wakakaa muda, pia baadaye wakaondolewa. Serikali ya tatu tulipata ni gani? Dubu, si ni kweli? Chui ilikuwa serikali gani? Tusome Danieli 8 ili dakika 3 hivi tumalize, kwa sababu ni vizuri kutunza wakati. Katika mwaka wa 3 wa kumiliki kwake mfalme Belshaza, maono yalitokea mimi. Naam, mimi Danieli, baada ya hayo yaliyonitokea hapo kwanza. Uko wapi? Danieli 8? Nianza 1. Mstari wa 3 kwa sababu ya wakati. Twende. Ndipo nikainua macho yangu nikaona, na tazama, mbele ya mto alisimama kondoo mume. Mbele ya mto amesimama kondoo mume. Kwa hivyo tumeona kwanza Wamedi na Waajemi wameondolewa, si ndio? Sasa tunaenda kuangalia serikali ya tatu. Unaposhikilia hapo, naomba niwakumbushe hii. Kulikuwa na mbavu 3, si ndio? Na upande mmoja umeinuliwa. Maana yake ni gani? Hii ni serikali ya muungano, coalition. Wamedi walikuwa wika na Waajemi walikuwa na nguvu zaidi. Ndio maana sasa Waajemi inasimamiwa na hii imeinuka ambaye ni Koresh, Cyrus the Great. Alikuwa na nguvu zaidi. Lakini hii mifupa mitatu ni kwamba Wamedi na Waajemi walipoingia hawakutawala ile teritoria wa Babeli peke yake. Walitoa Babylon na Lydia na Egypt. Ndio maana mbavu 3, kwa maana walimwaga damu nyingi ndio wakashika utawala. Yaani kwa mfano tuseme serikali yetu Ruto akitoka, anayeingia asitosheke na Kenya, asongeshe na Uganda na Tanzania. Ndio maana ya zile nini? Mbavu 3. Haya, ndio hiyo 3. Sasa ndio hiyo, kwa historia utasoma machimbo 3: Lydia, Babylon and Egypt. Tuone serikali ya 3 baada ya Wamedi na Waajemi. Soma mwalimu. Ndipo nikainua macho yangu nikaona, na tazama, mbele ya mto alisimama kondoo mume mwenye pembe mbili. Na pembe zile mbili zilikuwa ndefu, lakini moja ilikuwa ndefu kuliko ya moja ilikuwa ndefu kuliko nyingine, na ile iliyokuwa ndefu zaidi ilizuka baadaye. Endelea. Nikamuona huyo kondoo mume akigonga, akisukuma upande wa magharibi na upande wa kaskazini na upande wa kusini. 3. Dubu alikuwa na mbavu ngapi kinywani? 3. Na huyu amesukuma sehemu ngapi? 3. Haya. Wala hakuna mnyama yeyote awezaye kusimama mbele yake, wala hakuna mnyama yeyote awezaye kupokonya mkononi mwake. Lakini alitenda kama alivyopenda mwenyewe, akajitukuza nafsi yake. Asante, endelea. Nami nilipokuwa nikifikiri, akiendelea kuangalia huyu kondoo mume, tazama, beberu akatoka upande wa magharibi. Akaona beberu akitoka yegore kuruwe semo ya musungu juu ya uso wa dunia nzima, bila kuigusa nchi. Yani hiyo egore hiyo kondoo huyo mbuzi anakuja mbio bila kugusa nini? Nchi. Agusi nchi. Na beberu yule alikuwa na pembe mashuhuri kati ya macho.
mapembe mashuhuri kati ya macho yake. Endelea mwalimu, endelea kusoma. Naye akamwendea huyo kondoo mume mwenye pembe mbili, niliyemwona akisimama karibu na mto. Hiyo ni mwaka wa 331 vita vya Aribela. Tuendelee. Akamshambulia kwa ghadhabu za nguvu zake. Akamshambulia kwa ghadhabu za nguvu zake. Nikamwona akimkaribia kondoo mume, akamuonea hasira kali. Akamuonea hasira, akampiga kondoo mume, akazivunja pembe zake mbili. Swali, pembe ni nini? Ufalme. Si ni serikali? Na kumbuka hii ilikuwa collision. Unapovunja hizo pembe inamaanisha ameangusha hiyo serikali. Haya, tuendelee. Nguvu kusimama mbele yake, akamwangusha chini, akamkanyaga kwa mabaya, wala hapakuwapo wa kumsaidia awezaye kumwokoa kondoo mume katika mkono wake. Endelea. Na yule beberu akajitukuza sana, na alipokuwa na nguvu, pembe ile kubwa ilivunjika, alafu na badala yake zikazuka pembe 4 mashuhuri. Asante. Tuende mstari wa 10. Hii ni nini sasa? 19. 19 Danieli. Akaniambia, tazama, nitakujulisha yatakayokuwa wakati wa mwisho wa ghadhabu, maana ni wakati wa mwisho ulioamriwa. Yule kondoo mume uliyemwona mwenye pembe mbili, hizo ndizo wafalme wa Medi na Ujemi. Haleluya. Kumbe ile dubu Danieli 7 na huyu kondoo mume ni serikali moja, wa Medi na Wajemi. Alafu na yule beberu uliyemwona mwenye manyoya mengi ni mfalme wa Uyunani. Kumbe serikali ya tatu ni serikali gani? Uyunani. Yani Kiingereza Greece. Greece ndio ilitoa Wamedi na Wajemi. Kwa hivyo ile chui mwenye vichwa 4 na huyu mbuzi dume ni sawa, serikali ya Uyunani, Greece. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hivyo ndio hiyo. Asante mwalimu kwa kusoma vizuri. Ninapomalizia ni kwamba tumeona historia ya dunia tena ikirejelewa vile mwalimu alitufundisha mchana katika Danieli 2, tena imerejelewa kwa Danieli 7 kwa sura nyingine. Haleluya. Kumbe Mungu ametoa map ama ametoa ramani ya uongozi na dunia itakavyoenda mpaka kuja kwake mara ya ngapi? Ndio maana tunazidi kuhimiza kwamba maisha yako yakiwa mikononi mwa Yesu yako salama. Haleluya. Hakuna haja ya kuhangaikia kesho ikiwa umemkabidhi Yesu maisha yako. Haleluya. Hakuna mtu alijua Babeli ingekuwa hivyo, lakini Mungu alishatoa ramani mapema na hakika ilitendeka vile vile. Haleluya. Kwa hivyo tukaona Uyunani ni Alexander the Great ametoka. Kwa hivyo kwa ufupi ni kwamba na serikali ya 4 ilipotoka, serikali ya 4 ndio hii. Danieli 7 mstari wa 7. Inasoma. Na Biblia inasema, baadaye nikaona katika njozi ya usiku, na tazama mnyama wa 4, mwenye kutisha, mwenye nguvu, mwenye uwezo mwingi, naye alikuwa na meno ya chuma makubwa sana. Alikula na kuvunja vipande na kukanyaga mabaki kwa miguu yake. Asante. Hii serikali ya 4 ni serikali ya Rumi. Ndio ile inasimamiwa tena na miguu ya chuma, Danieli 2. Rumi ya kipagani, pagan Rome ama Roman Empire, ambayo ilikuwa inatawala dunia yote. Na wakati Yesu akizaliwa, hawa ndio walikuwa wanafanya nini? Wanatawala. Sasa hii ilipotawala kwa muda mrefu kabisa, baadaye ikagawanyika katika serikali ngapi? 10. Ndio maana zile pembe ngapi? 10. Na hizo serikali 10 ni ngapi? Kwa hiyo anaandika, kwa maana ninamaliza, ni England, France, German, Italy, Switzerland. Tuko pamoja? Amen. Tuko pamoja? Wangapi wameandika? Anza vizuri. England, Germany, France, Italy, Switzerland, Erule, Vandals, Ostrogoths. Ni gani tena mbaki? Sijui. Nani yeye hajaona? Spain. 9 zimefika 9. Na ya 10 ni gani? Portugal. Very good elder. Portugal zimefika 10. Ndio hiyo. So ikawanyika, tumefikia hapo. Kwa hivyo kwa ufupi,
summary ya mafundisho yetu ni kwamba Danieli 2 na Danieli 7 ni ndoto zinalingana, ijapokuwa picha tofauti. Haleluya. Yote nasimamia vile falme zingeinuka mpaka marejeo ya nani? Ya pili, ya Yesu mara ya pili. Tumeona hii ni ndoto ya nani? Nebukadneza. Lakini sura ya 7 ni ndoto ya nani? Danieli. Na tumeona saa hii tuko hapa, si ni kweli? Ulaya iliyogawanyika. Na katika Danieli 7 tuko katika pembe ngapi? 10. Ulaya iliyogawanyika, kwa maana iligawanyika. Tuko hapa. Hizi pembe 10 ndizo vidole ngapi? 10. Hapo ndipo tuko tukingojea marejeo ya ngani? Ya Yesu mara ya pili. Kwa hivyo watu wa Mungu, nawahimiza kwamba tusome Biblia tuweze kuelewa. Maandiko yanasemaje? Mafungu mawili tumalize tuombe. Mungu anasema hivi. Kitabu cha Luka 11:27. Daniel, Luka 11:27 na 28. Na Biblia inasemaje? Ikawa alipokuwa akisema maneno hayo, Yesu alipokuwa akifundisha akisema maneno, mwanamke mmoja katika mkutano akachangamuka, akamwambia, akasema hivi, heri tumbo lililokuzaa na matiti uliyonyonya. Yesu akajibu aje? Yesu akajibu akasema, afadhali heri walisikiao neno la Mungu na kulishika. Hata mimi nawahimiza na tutazidi kuwahimiza kwamba kuna vitu vingi vinatuchangamusha, kuna vitu vingi vinatusisimua, lakini Yesu anasema hivi, afadhali, amebarikiwa anayesikia neno la Mungu linavyosema na kulitenda. Na tukiendelea katika neno hili, tutafunguliwa, tutabarikiwa, tutatakaswa na tutaandaliwa kwa kuja kwa Yesu mara ya pili. Wangapi jioni wana leo nasema, Mungu, nimejifundisha jambo leo la kipekee na nimeimarika, nimeona neno lako ni la kweli, nimejua hata historia yetu kwamba kweli maisha yetu yako mikononi mwako. Tusimame. Kwa hivyo tuzidi kuimarika katika neno. Haleluya. Na ukiwa na swali kesho kabla ya somo jingine, unaniandikia karatasi, unaniambia, mwalimu, kuna kitu nilikosa, kuna fungu nilikosa, na kujibu kabla ya kuingia katika somo jingine. Haleluya. Kwa hivyo Mungu asidi kutubariki tunapoendelea na mafundisho haya katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kwa hivyo tutaingia kesho somo jingine katika kitabu cha Danieli bado na kuangalia mambo mengine. Je, dunia imefika wapi? Kesho tunaendelea kuangalia zaidi. Amina. Tuombe. Baba mwema, katika jina la Yesu Kristo, pokea sifa, inuliwe, utukuzwe milele zote. Umetupa neema, umetupa kibali, umetubariki, tumeweza kujifundisha neno lako katika Danieli 7. Kweli unajidhihirisha wazi kwetu, kweli unafunua maneno makubwa kwa watumishi wako, na kweli tukisoma maandiko tutaelewa. Tukiingia katika maandiko kuna heri, kuna mibaraka kwetu. Bariki watoto hawa, vijana na watu wazima, wanapotoka wakielekea nyumbani mwao, wafunike na damu ya Yesu Kristo, wafiche chini ya mbawa zako, watolee vikwazo njiani, walinde usiku kucha, wape amani na faraja, wape amani na utulivu, wape matumaini. Wagonjwa wapone kwa jina la Yesu Kristo, wasio na amani wapate amani kwako.